Dr. Mwinyi namuelewa kama alikuwa mbunge wetu hapa kwa miaka yote alokaa hapa. Tumeishi naye vizuri sana. Na wala hajatokea mbunge kama yeye atakayerisi kama alivyokuwa Dr. Mwinyi. Naona sijui kama atatokezea. Dr. Mwinyi katuachia kwa makatibu wetu, kawaachia mapikipiki, mheshimiwa kaeka gari ya usafi ya jimbo, mheshimiwa kaeka gari ambalo litakalosaidia wananchi kwa shughuli mbalimbali. Kwa hiyo ndo kama hivyo Dr. Mwinyi katusaidia sana. Kulikuwa kuna kipindi cha watoto wetu wamemaliza kusoma, Mungu akajalia tukampa ombi, kalikubali ombi letu la watoto wetu kupata ajira. Kwa hiyo watoto wetu mpaka sasa wako kwenye ajira, si haba, tumeshukuru. Walikuwa wako bara, walikuwa hapo Unguja. Lakini watoto wetu wote wamepata ajira, si haba. Sio wote, lakini kiasi ya watoto japo wale watatu watamkumbuka kama hii tumepata ajira kupitia kwa Mheshimiwa Mwinyi. Wazee wetu na wasaidia walikuwa wazee wetu, baadhi ya wazee walikuwa nawasaidia mwenye kibinafsi, wanashukuru na wao pia. Hamna matatizo kwa Mheshimiwa Mwinyi, hamna kusema ukweli. Sisi jimbo la Kwahani kachukua uraisi, akaenda kugombea uraisi, tuko radhi kila kitu. Majengo ndo hayo mnayaona, tunaridhika nayo wananchi sote, walikuwa wa chama chake na walikuwa si chama chake. Kila mtu ameridhika na maendeleo ya Dr. Mwinyi. Kwa hiyo Dr. Mwinyi hana baya kusema ule ukweli. Dr. Mwinyi heba yake anacheka na kila mtu kusema ukweli. Hana huyu kijana, hana huyu mzee, huyu mkubwa, huyu mdogo, wote wake. Maana ukitazama kwenye chama kuna jumuiya. Kuna jumuiya ya vijana, kuna jumuiya ya wanawake, kuna jumuiya ya wazazi. Alafu kuna chama chenyewe. Kwa hiyo wote tulikuwa tunakwenda naye sambamba. Hakuna huku kabagua, huku tulikuwa tunaenda naye sambamba. Vijana alikuwa nao, wazee alikuwa nao, mmoja wanawake alikuwa nao. Kina baba wote shauri moja walikuwa tunashirikiana kwa mambo yetu yote ya jimbo hili.